Mshale wa neno, neno la uzima. Mwanzo 11 kuanzia 1 mpaka 9, ikiwa juu inasema mnara wa Babeli. Ndio. Kwanza watu wote duniani walikuwa na lugha moja na walitumia maneno yale yale. Basi ikawa watu waliposafiri kutoka mashariki, walifika katika nchi tambarare huko Shinari wakakaa. Kisha wakaambiana, haya na tuyatue matofali, tuyachome moto vizuri. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, na tujijengee mji na mnara ambao kilele chake kitafika mbinguni, ili tujipatie jina, tusije tukatawanyika duniani kote. Ndio. Ndipo Mwenyezi Mungu akashuka chini kuona mji huo na mnara walioujenga binadamu. Mwenyezi Mungu akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na wote wana lugha moja. Huu ni mwanzo tu wa yale watakayoyafanya. Lolote wanalokusudia kulifanya watafanikiwa. Haya, na tushuke chini na kuivuruga lugha yao ili wasielewane wao kwa wao. Hivyo Mwenyezi Mungu akawatawanya mahali pote duniani, nao wakaacha kujenga ule mji. Mji huo ukaitwa Babeli kwa sababu huko ndiko Mwenyezi Mungu alikoivuruga lugha ya dunia yote, na kutoka huko akawatawanya watu kila mahali duniani. Ni kipindi hiki cha Noa, watu wamezaana na neno linasema ya kwamba watu wakazaana na wakaongezeka. Mahali hapo wamezaana na kuongezeka. Kumbuka ni lugha moja wanaongea. Kutokana na kile kizazi cha Noa, ni lugha moja wanaongea na wakaongezeka. Mahali pale walikaa, neno linasema ya kwamba wakatoka yani upande wa mashariki, na mahali pale walifika panaitwa Shinari. Na neno la Bwana linasema ya kwamba wale wanadamu wakaambiana, na tujenge mnara, na tujenge mnara ili tusije tukatawanyika, na tujenge mnara ili tujipatie jina, na tusije tukatawanyika. Kitu cha kwanza kile ambacho walifanya, walikuwa wanasema ya kwamba tujipatie jina, yani wapate sifa. Kumaanisha nini? Wasimpatie Mungu sifa, sifa ziwe zao, wajipatie jina wao, sifa ziwe zao. Na unajua ya kwamba sifa ni za Mungu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Sifa ni za Mungu pekee. Jina ni la Mungu pekee. Na wakasema tujijengee mnara ili tujipatie jina, na tusije tukatawanyika kote duniani. Kumbuka haya sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa kwamba wanadamu wajaze dunia, wajaze dunia. Lakini hapa hawataki kujaza dunia. Wao wanataka wajenge mnara ili kwanza wajipatie jina, na kitu cha pili wasitawanyike pote duniani. Na neno la Bwana linasema wakakusanyika kwa mawazo moja na kwa lugha moja, wakaambiana wakiwa wanadamu wa nyakati zile, na tutengeneze matofali. Neno la Bwana linasema nyakati zile walikuwa wanatengeza matofali, ama walikuwa wanatumia matofali badala ya mawe. Na neno pia linasema ya kwamba walikuwa wanatumia chokaa, yani walikuwa wanatumia rami badala ya chokaa. Mungu, yani maandiko ya Bwana ukiangalia mahali hapa yanasema ya kwamba wakaanzia ile shughuli, na ikawa wako na nia moja, ikawa wako na sauti moja. Kumaanisha kile ambacho wanasema, kile ambacho wanapanga kinaafikiana, kinafaulu. Na neno la Bwana limeniambia mahali ambapo tumesoma, wakaanza kutengeneza, wakaanza kazi yao. Lakini Mungu akiwa mbinguni bado akawa anawaangalia. Mpendwa, nikuambie siku ya leo, chochote ambacho unafanya Mungu huwa anaangalia. Kiwe kizuri, kiwe kibaya, Mungu huwa anatazama. Na neno ndilo linasema ya kwamba Mungu akiwa mbinguni akawa anatazama kile ambacho binadamu wanafanya, akawa anaangalia kile ambacho hawa wanadamu wanafanya, na kile ambacho wanafanya ni kitu moja.
moja ni kujenga mji, na ndani ya huo mji wajenge mnara. Neno la Bwana linasema wakaanzia kujenga mji na kujenga ule mnara. Mnara wenyewe ulikuwa hivi, walikuwa wamesema ya kwamba na tujenge mji. Mji walipojenga wakasema sasa na tupandishe mnara. Mnara huu uwe umetoka duniani na umefika mbinguni. Kwa sababu gani? Walitaka kumfikia Mwenyezi Mungu. Wajenge mnara ambao umefika mpaka mbinguni. Wajenge mnara ambao umefika hata kwa Mungu. Lakini Mungu anawatazama tu na anawaangalia tu. Na neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu akashuka mahali pale. Mungu akashuka na kuangalia. Akaona hawa watu wako na nia moja, wako na mawazo moja, wanaongea lugha moja, kile ambacho wanapanga na kinafaulu. Na Mungu akasema huu ni mwanzo tu, kile ambacho wanakuja kufanya ni kikubwa kushinda hiki. Na Mungu akiwa na kamati yake, neno la Bwana linasema ya kwamba wakaambiana na tushuke. Hawa ambao wanaambia washuke ni kina nani? Ni malaika wake, wale ambao wanasaidiana kazi nao ni Roho Mtakatifu, ni Yesu Kristo mwanae. Na akaambiana ya kwamba na tushuke, twende na tuvuruge lugha yao, tuwatawanye hawa watu. Kumbuka hawa watu walisema wajijengee mnara, walisema wajenge mnara ili wajipatie jina na wasija wakatawanyika. Mpendwa, nikwambie kitu moja siku ya leo, hauwezi ukashindana na Mwenyezi Mungu. Mungu alikuwa ameumba wanadamu na mapenzi ya Mungu kutoka mwanzo yalikuwa ya kwamba binadamu na wazaane, waongezeke, waijaze dunia. Lakini hawa watu malengo yao yalikuwa wajenge mji, wasije wakatawanyika, wasije wakaongezeka, yani wasije wakatawanyika. Walitaka kukaa mahali pale, lakini hayo hayakuwa mapenzi ya Mungu. Wakae mahali pale. Mapenzi ya Mungu ilikuwa waijaze dunia. Pengine wewe hautaki kuondoka mahali ambapo unaishi. Mapenzi ya Mungu ni uondoke, uende mbali kama Ibrahimu, ukabarikiwe mbali. Lakini wewe umekita kambi yako mahali ulipo na unasema ya kwamba nimejenga nyumba mahali hapa, niko na biashara zangu mahali hapa, hivyo mimi sitaondoka. Hiki kinakula watumishi wengi wa Mungu na wanasema ya kwamba mimi sitaondoka mahali hapa. Na mapenzi ya Mungu ni kwamba enenda ukahubiri mji fulani. Toka mahali hapa umezaliwa, enenda ukahubiri ng'ambo. Toka mahali hapa umezaliwa, enda ukahubiri Ukikuyuni. Toka mahali hapa umezaliwa, nenda ukahubiri Pwani. Toka mahali hapa, enda ukahubiri Ujaruoni. Lakini watu wengi hawataki kuondoka kwa kuwa wametengeneza misingi yao mahali ambapo wanataka kuishi. Neno la Bwana linasema ya kwamba wale watu hawakuwa wanataka kuondoka mahali pale, na diposa wakajiambia na tujenge mji, tusije tukatawanyika. Na hayo sio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ilikuwa wanadamu wazaane na waongezeke, waijaze dunia. Hivyo Mungu akashuka toka mbinguni, na neno la Bwana linasema akaja duniani akiwa na lengo moja. Lengo hilo ndio hili, na watu wake na malaika wake akiwa na lengo moja. Kila mtu lugha yake, awapatie lugha tofauti ili waondoke waachane. Wakapata lugha tofauti. Maandiko ya Bwana yanasema Mungu akaja na akawachanganya. Confusion ikaingia katikati yao. Wakaanza kuongea lugha tofauti. Wao wakaongea lugha hii, na wale waliosikizana walifuatana na wakaondoka. Hao wengine waliposikizana wakafuatana na wakaondoka. Neno la Bwana linasema walipotawanyika, walipoondoka, walipopatiwa lugha mpya, mnara wenyewe haungejengeka. Mnara wenyewe haukujengeka. Hivyo basi ilibidi watawanyike na waachane na ule mnara. Ilibidi waende wakajaze dunia na waachane na ule mnara. Mungu anataka kukubariki sana, lakini uko pale kwenye mnara, hautaki kuondoka kwenye ule mji. Na Mungu haja kupatia huo mji. Mungu anataka uondoke, uende akakubariki. Lakini uko pale tu, unataka kujenga malango yako mahali pale, unataka kujenga kambi zako mahali pale, hautaki kuondoka. Ni watu wengi wameajiriwa, lakini nyota yao haiko kwenye ajira. Mungu anataka waondoke, waende wakafanye biashara, na hata na wao wakuje kuajiri. Lakini wanaangalia kale kamushahara, kamushahara ka 20,000, kamushahara ka 30,000.
30, mshahara ya 50,000 na Mungu anataka kufanya milionea. Mungu anataka kufanya milionea. Anzishe kampuni na wewe. Lakini wewe unataka kukaa mahali pale. Hautaki kuondoka. Wale watu walikaa mahali pale na wako wanataka kuondoka. Kama si Mungu alishuka na kuwaondoa, kama si Mungu alishuka na kuwatawanya, hawangeondoka mahali pale. Hawangeondoka mahali pale. Siku ya leo nimekuja nikuambie, kuna lugha mpya inaweza achiliwa ndani ya maisha yako na maisha yako yaanze kutawanyika. Wachana na hii Mungu aliachilia pale Babeli. Wachawi nao wamekuja na mbinu nyingine. Wamejua ya kwamba Wakristo mmekosa kutumia maandiko yaliyo ndani ya Biblia. Na wachawi na waganga wale walio ndani ya ufalme wa giza wamechukua yale maneno, wamechukua yale maandiko, wanaifanyisha kazi. Unapata mchawi anaona familia yako inaendelea vizuri na anajua ya kwamba hawa wakiendelea kushikana hivi wataenda mbali. Hivyo nakuja naweka lugha. Bibi anaongea hivi, mzee naye anaongea hivi, watoto wanaongea hivi. Hiyo familia haiwezi ikasikizana. Kukikosa upendo, pakikosa sauti moja, watu wanaanza kutawanyika na baraka haziwezi zikaingia kwa ile boma. Neno la Bwana linasema ya kwamba sauti zao zikatawanywa, lugha zao zikatawanywa, wakapewa lugha tofauti. Kuna lugha ambayo wachawi wanaweza achilia kwa biashara yako. Wewe unajiambia naongelesha customer vizuri, lakini customer wanasikia ukiwatusi, ukiwaongelesha vibaya, na wanasema ya kwamba ametuongelesha vibaya, kwa hiyo duka hatutawairudi. Ametuongelesha vibaya, kwa hiyo biashara hatutawairudi. Wewe unajisikia unaongea vizuri, lakini kuna lugha ambayo shetani ameachilia, na ukiongea wewe unasikia unaongea vizuri, lakini kwa wateja ni matusi. Lakini kwa wateja ni matusi. Mpendwa, nimekuja nitangaze kila lugha iliachiliwa ambayo si ya Mungu ili kuondoe kwa baraka zako. Natangaza leo iondoke. Natangaza leo iondoke. Natangaza leo iondoke. Natangaza leo iondoke. Yaweza ikawa umebarikiwa na kwa zako yako uko na marafiki wale ambao Mungu anakusudia wakushike mkono wa kuingiza kwa baraka zako. Hao ndio wanaitwa destiny helpers. Lakini shetani ameshuka katikati yenu, ameachilia lugha ili pasipatikane yani sauti moja, ili kila mmoja aongee kwa sauti yake. Na vile ambavyo mnaongea kila mmoja anakasirisha mwingine, na diposa mnatawanyika, mnakosa kusaidiana, unakosa kusaidika mpendwa. Manake mahali pale ungesaidikia. Lugha zimeachiliwa za kuwavuruga, mpigane nyinyi kwa nyinyi. Nimetangaza ya kwamba kila lugha ya kishetani ambayo imeshuka kwa baraka zako, kwa familia yako, kwa biashara yako, hiyo lugha iondolewe ili Mungu akupatie baraka. Mpendwa, nikwambie, ndoa nyingi hazivunjiki kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Zinavunjika kwa sababu shetani ameachilia lugha tofauti ambayo inaongewa na mzee, sio inaongewa na mama. Instead ya waongee lugha moja, instead ya waongee lugha moja, wanaongea lugha tofauti, na mafaragano yanaanzia mahali pale. Mukikosa kusikizana lugha, baraka inapatikana. Mpendwa, wacha nikwambie, watoto wako wangekuwa werevu, watoto wako wangekuwa mbele, watoto wako wangekuwa university, watoto wako wangekuwa werevu na wanashika masomo. Lakini kuna lugha iliachiliwa. Mwalimu akiwafundisha wanasikia kiongea lugha nyingine, wanasikia kiongea mambo yake, na hivyo basi hawashiki chochote kwa sababu kuna lugha ambayo imeachiliwa. Wakatenganishwa na ile anga ya mwalimu, wakawa wajinga. Nimekuja nitangaze kila lugha ambayo imeachiliwa ya kukuondoa kwa baraka zako, ya kukuondoa kwa baraka zako, hiyo lugha kuanzia siku ya leo iondoke katika jina la Yesu. Iondoke katika jina la Yesu. Kuna lugha mbalimbali, kuna lugha za mapepo, kuna lugha za malaika, kuna lugha za wanadamu, kuna lugha tofauti. Wewe kile ambacho nakuombea siku ya leo, Mungu akupatie lugha. Ile lugha itakuletea baraka zako. Ile lugha itakuunganisha na walio na baraka zako. Ile lugha itakao kuletea walio na mali kwa sababu ya maisha yako, walio na baraka kwa sababu ya maisha yako. Ile lugha ya uovu ambayo imewekwa ndani yako, Mungu aiondoe. Kuna lugha zinazoachiliwa. Kuna lugha za hasira. Ukiwa na hasira hauwezi ukaendelea. Kuna lugha zinaachiliwa ambazo ni lugha za wivu. Ukiwa na wivu
hauwezi ukaendelea. Mpendwa, ombea roho yako. Ombea roho yako mpendwa. Shetani asipate nafasi. Shetani asipate mwanya. Asije akaweka lugha ndani yako. Na hiyo lugha ikuondoe kwa baraka zako. Siku ya leo natangaza, Mungu anaposhuka kubariki watu wake, ashuke kukubariki wewe. Asishuke kukutawanya. Asishuke kukutawanya kama alivyoshuka kutawanya Babeli. Kama alivyoshuka kutawanya wale wakaaji, wale wakaazi wa Babeli. Ashuke akubariki wewe. Bali si kukutawanya. Waganga wasikutawanye. Wachawi wasikutawanye. Wafuga majini wasikutawanye. Wale wanaokuonea wivu, natangaza hawatakutawanya. Mungu wa mbinguni akubariki na kutende mema. Kuanzia siku ya leo uwe na lugha ya kipekee itakayo kuingiza, itakayo kuleta kwa baraka zako kuanzia leo. Barikiwa sana. Mungu akutende mema.